Cha kwanza ni kushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunifikisha nyumbani siku ya leo. Hii ndio mara ya kwanza kukanyanga huku tangu niachiliwe tarehe 6 mwezi wa kwanza, na niseme kwamba nimefurahi sana kuungana na watu huku nyumbani kwa sababu niliweza kuteseka sana na wakaniombea. Kwa hivyo nasema kwamba nawashukuru wote ambao waliniombea, wakanishika mkono katika maombi. Mamangu akiwa hapa, ndugu zangu, wale wengine, familia na watu wa eneo hili la Mwingi North na Kitui jumla na Wakenya wote. Hivyo nasema ni asante. Mungu aendelee kutuongoza. Nilipitia mambo mengi sana ambayo ningependa kuzungumza, lakini kwa sababu ya vile vitu ambavyo vinaendelea mahakamani sitaki kuhujumu court process. Kwa hivyo nitasema kwamba kwa sasa hivi sitazungumzia mambo mengi ambayo yalitokea kule nilikuwa, lakini niliteseka sana na nikaweza kufika kiwango cha kuweza kupoteza kilo 6. Kwa hivyo niseme kwamba mawakili wangu wako hapa, wataweza kuzungumzia kwa kina yale ambayo yalifanyika kwa kiwango ambacho sheria inaruhusu, kwa sababu hiyo kesi iko mahakamani kwa sasa hivi. Kwa hivyo niwashukuru Wakenya wote kutoka maeneo mbalimbali kwa kunishika mkono, kuniombea, na vile vile niwauliza Wakenya bado waendelee kuombea wale ambao wajaachiliwa, kwa sababu sisi wote ni watoto wa Mungu na tunahitaji kuombeana kila wakati, kwa sababu mimi si special sana kuliko wale wengine. Katika zile siku 5 walikuwa bado wanapigwa sana, anapigwa makofi, anapigwa na manyaunyo. Ukimwangalia mikono yake kuna zile alama za pingu ambazo zilikuwa pale. Kidogo pia ukimwangalia mgongo wake kuna alama za nyaunyo ama mishipi ambayo alikuwa anapigwa nayo pale katika mgongo wake. Kwa hivyo ni mambo ambayo pengine yanatukera sana, yanatuudhi, ni mambo ambayo lazima tuyakemee. Baada ya zile siku 5 wakiwa pale katika jumba ambalo aliwezi kulifahamu vizuri ama kulingamua, akapelekwa katika jumba lingine mahali ambapo alikaa karibu takriban siku 10 katika jumba lile ambao walikuwa naliita Mount Kenya Discipline School, pale ambao walikuwa wanamwambia ya kwamba wanajaribu kumtia adhabu kwa kujaribu kuhujumu mamlaka ya rais wa Jamhuri ya Kenya. Wakiwa pale wakamtesa sana, kumnyima chakula, kumpiga, wakamnyoa. Unaona alikuwa mwenye masharubu na alikuwa na nywele kubwa, wakamnyoa pale, hata kumpiga cut, wakaweza kumtesa sana na ili kuweza kumdhalilisha na kuweza kupunguza ile, kwa kimombo wanasema self esteem. Kwa kweli kulingana na usemi wa Bwana Bernard Kavuli, mahali ambapo alienda kuweko mahali papili, mahali ambapo pengine alikaa pale kwa muda wa takriban siku 10, pale kulikuwa na watu wengine, watu pengine takriban watu 30 ambao wamefungiwa pale. Na kwa kweli leo usemi wetu, maombi hapa katika kanisa ya Apostolic ni kwamba, kwa sababu kufikia sasa tumejua kupitia usemi wa Bwana Justin Muturi ya kwamba tumeshajua yule ambaye anateka watu nyara, yule ambaye ameweka watu. Tumejua pia ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya ana nguvu ya kuamrisha wale viongozi wa kitengo cha ujasusi ama ile NIS waweze pia kuachilia huru watu ambao wameshikwa. Kwa hivyo sisi tunaomba familia ya Bernard Kavuli inaomba, na wale wananchi wengine pia wanaomba ya kwamba rais wa Jamhuri ya Kenya pia aweze kuamrisha watu ambao wamekuwa wakiteka wengine nyara waweze kuachilia watoto na watu ambao wametekwa nyara ili waweze kurudi kwa familia zao. Asante.